Leo ni tarehe 1 mwezi wa 4 2026. Today is the 1st April 2026. Amen. Amen. Ni neema kuanza mwaka na kumaliza miezi 3. It's a grace to start a year and end 3 months. Najua kuna mambo umeyapitia. I know there are things you have passed through. Lakini mpaka sasa Yesu ni Ebeneza kwenye maisha yetu. But up to now the Lord is Ebenezer in your life. Na nikuambia kwamba mwaka ndio inaanza sasa reality. The year is starting reality. Sababu hii miezi 3 inakuwaga ya kupima pima hivi. For this month always be for trying. Ya kutafuta equilibre. Looking for a balance. Ya kutafuta network itakuwa namna gani. Looking for the network. Mwezi wa 4 the 4th month. Ndio mwaka sasa, yani ile mipango yako. That's when your plans. Ndio muda sasa yenye Mungu anaanza kuitimiza. This is the month when the Lord is accomplishing. Kwa hiyo usitoke kwenye njia. That is why do not leave the way. Ambia Mungu akuwezeshe katika hii siku ya leo. Tell the Lord to make you able on the day of today. Ikuwe mwanzo mpya katika kutimiza mambo makubwa. Let it be a new beginning into accomplishing great things. Amen, amen. Amen. Usizubae na usitoke kwenye focus yako. Do not leave your focus. Usizoee mwaka. Do not get used to the year. Hii mwaka ni yetu ya kuronema. This is our year of crowning. Ni mwaka wetu wa kuvikwa taji. It's a year of crowning. Yani anza reclaim taji yako kuanzia leo. Claim your crown. Tusizoee tu madenomination mwaka wa nini hapana. We shouldn't get used to those names. This is the year of what of what. Kuronema yako katika hii mwaka. Claim your crowning in this year. Na Mungu kama vile alivyo mwaminifu. And since he's faithful, atakukurone katika. He's going to crown you in this year. Na katika hii maombi imetukuta tuko kwenye maombi. And it has found us into prayers. Mungu asitupite. The Lord shouldn't pass by us. Amen. 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 Tunaendelea na somo yetu. We keep on with our main verse. Mumfungue na mumwache aende zake. Untie him and set him free. Naendelea kutoa shukrani kwa baba yetu. I still thanking our Father kwa nafasi ambayo na confiance anaendelea kutupatia kusimama kwenye madhabahu. For the place on the trust he has given unto us standing on the pulpit. Yote yenye Mungu iko nafanya ni sababu uko naomba. The Lord is doing because you are praying. Amen. Amen. Kama hauko naona makubwa lakini kuna mambo makubwa Mungu iko nafanya. If you're not seeing great things, they are great that the Lord is doing. Kwa hiyo endelea kuomba. That is why you should keep on praying. Zaidi sana kuombea mchungaji wetu. And pray for our shepherd. Amen, amen. 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 Jana tulikuwa tunaongelea yesterday we were talking about kwamba kuchelewa ya Mungu sio kushindwa. That delaying of God is not his failure. Katika maisha kunatokeaga masituation fulani zenye zinaonekana kama vile esheki. There are situations that happens in life seeing like failure. Wakati Musa alizaliwa ilikuwa kipindi Farao iko naua watoto wote wa kiume. When Moses was born, it was the time Pharaoh was killing all male children. Wenye wanazaliwa ndani ya kabila ya Israeli. That were born into Israel. Mama yake na Musa, the mother to Moses, kama vile mama, as the mother, alijua ni mwisho wa mtoto wake. She knew this is the end of my son. Akamficha kwa miezi 3. And she kept him for 3 months. Lakini akasema basi nimefika mwisho. But she reached the end. Ngoja sasa na mimi niachie mwingine Mungu mwenye uwezo nimwachie kazi. Let me surrender unto God. Akaenda kamficha ule mtoto pembeni ya bahari hivi. And she kept the son near the flowing water. Akawa anachungulia kama ule mtoto atateremka na maji. She was watching if the child is going to go deep into the waters. Au kama atasurvive. Or if he will survive. Na bila shaka kwenye akili yake alikuwa anajua tu maji, siku mvua ikinyesha maji itabeba huyu mtoto wangu. And she was knowing in her mind that the rain is going to take my child. Lakini sababu Mungu anajua kubadilisha situation kwa faida yetu. But since the Lord can change the situation in our favor. Wakati mama iko naangalia gisi mtoto atakufa. As the mother was watching the child to die. Pale ndio kwenye Mungu alikuja akaokota mtoto akamuingiza kwenye nyumba ya Farao. The Lord picked the child and put him in the house of Pharaoh. Musa mwenye alitarajiwa kufa akaenda kukomalia ndani ya nyumba ya mfalme. Moses whom was supposed to die, he grew up in the house of the king. Nataka nikuambie wewe mwenye uko unasubiria kifo. I want to tell you, if you are expecting a death, Mungu iko na kuandalia meza katika nyumba ya mfalme. The Lord is preparing a table in a palace of the king. Hautakufa, lazima utimize mpango wa Mungu. You want to die, you will accomplish the plan of the Lord in your life. Amen, amen. Amen. Kuna mama moja hivi sehemu fulani alizaa mtoto. There was a mother who gave birth. Alikuwa hana matumaini yoyote. She never had any hope. Unajua hii mamimba ya kupata tu kwa sababu ya makondisio ya maisha.
You know this pregnancy that you get in conditions of life. Akapata mimba ule binti. She got pregnant. Akazaa mtoto. She gave birth. Akasema sasa mtoto nimpeleke wapi? And she said, where will I take this Mimi mwenyewe child? sina mbele sina nyuma. I do not have a front neither behind. Akaamua aende mtupa ule mtoto. She decided to go and throw the child. Kupubele sehemu ya kutupa uchafu akaenda tupa ule mtoto. She went and threw the child in the dustbin. Akamfunga tu kwenye nani fulani hivi akamtupa. She covered the child and threw him in the dustbin. Sasa umbwa moja, unajua maumbwa mwenye naye hana mbele hana mwisho. You know even some dogs that have not a front neither Umbwa mwenye behind. hana kwabu. The dogs that does not have his tafuta place. chakula pale kuyalala. Looking for food. Akasikia katoto kanalia. The child was crying. Umbwa, the dog, ule umbwa akakamata ule mtoto. The dog took the child. Akaenda naye kwenye analalaka mkakona yake pale. And go in the corner. Umbwa akaanza kunyonyesha mtoto. Feeding. Umbwa akalea mtoto. The dog feed the child. Mtu akisogelea ule umbwa anakuwa mkali sana. If you go near the child, the dog become very. Yani umbwa ikajua imepata mtoto. The dog knew that mtoto mwenye mama alitupa ili akufe pale. The child was thrown to die. Lakini Mungu akasema hata umbwa anaweza kunitumikia kumlea huyu mtoto. But even the dog could. Unajua ule mtoto namna gani alitoka pale? You know how the child left the watu place. sawa waliona gisi ni umbwa njiko ananyonyesha mtoto. As people were seeing the dog taking care of the child. Wakampiga ule umbwa anesthesia. They made the dog to sleep. Ilikuwa makali sana, hakuna mwaenye bangeweza kumtosha ule mtoto pale. It was. Umbwa ilikuwa mkali sana. Hakukuwa namna ya kumtosha mtoto pale. There wasn't a way to take the child. Wakati walimbeba ule mtoto wakampeleka hospitali. When they took the child at home. Watu walikuwa pale wakashangaa wakasema umbwa na mtoto iko na afya vizuri. People were astonished. Maziwa ya umbwa haikukuwa sumu kwenye mwili ya mtoto. The breastfeed of a dog wasn't a poison. Umbwa mama mtoto. The dog a mother to a child. Sasa wazungu wakafanya mbona uko mzito leo? Sois connecté au nom de Jésus. Amen. Watu wakasema tunafanya SOS. People said we're going to make a no SOS. Umbwa mama mtoto. A dog, a child, a mother to a child. Wakaweka account hivi hadharani wakasema kila mtu asaidie umbwa mwenye alilea mtoto. And they made an account. Nikwambia watu walianza toa mapesa. People were giving trust fund. Niko natolea umbwa pesa. They were giving money to the dog. Mamilioni ziliingia kwenye account. Millions and millions. Ilikuwa historia, mamilioni ziliingia kwenye account. It was a story. Sasa uniambie umbwa anahitaji nini kwanza? Tell me what does a dog kama sio nyama tu mifupa hivi. If it's not only meat. Ina maana zile pesa zote, now the money. Umbwa ndio mama yake na mtoto. The dog is the mother to the child. Umbwa akikufa mtoto atabakia héritier wa vile vitu ya zile pesa za umbwa. If the dog dies, the child is gonna inherit the money. Mama mwenye alitarajia mtoto. The mother who thought that the child will lakini die. Lakini Mungu akasema umbwa ndio atalea huyu mtoto na huyu mtoto atakuwa tajiri kupitia umbwa. The dog protected the child. Njia ya Mungu itatengemana kwenye hautatarajia. The way of the Lord will be placed where you do not expect. Yani utapata surprise. The Lord is going to surprise you. Ambia mwenzako Mungu atakusurprise. Tell your neighbor the Lord will surprise you. Hallelujah. Amen. Tunasoma neno la Mungu, usomi yetu kupale kwenye Yohana sura ya 13, sura ya 11. We are reading the Bible in John chapter 11. Mstari wa 44. Verse 44. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Read in the name of Jesus. Biblia inasema huyo aliyekuwa amekufa akatoka nje. The man who had been dead came out. Huku amefungwa sanda miguu na mikono. His hands and his bound were tied. Na uso wake umefunikwa. And his face was covered. Yesu akamwambia, Jesus said, mfungueni. Untie him. Mumwache aende zake. Let him go. Tunasoma tena Yohana sura ya 5 mstari wa 14. We are reading Yohana sura ya 5. John chapter 5 verse yake ya 14. Verse 14. Biblia inasema basi baadaye Yesu alimkuta huyo aliyeponywa hekaluni. When Jesus found the one whom he healed on, akamwambia sasa umepona. Now you are free. Usitende dhambi tena. Do not do sin again. Usije ukapatwa na jambo mbaya zaidi. So that you may not find a
worst sin. Ni neno la Bwana. Amen. The word of the Lord. Amen. Amen. Leo tuko na sije ndogo tena. There we have a small subject ambayo nasema that says, tunza muujiza wako. Tunza muujiza wako. take care of your miracle. Tunza uponyaji wako. Take care of your healing. Tunza resurrection yako. Take care of your resurrection. Kenye Mungu amekupatia, what the Lord has given unto you, kenye Mungu atakutendea ndani ya hii what the maombi, Lord will do into this program, kenye Mungu atakupatia kwenye hizi siku, what the Lord will give you in the 21 days. Kitunze. Take care of it. Hallelujah. Amen. Yesu akasema, Jesus said, mumfungue, untie him na mumwache aende and let zake. him go. Hallelujah. Amen. Mumwache Let aende. him go. Yesu ameponya mtu, Jesus after healing, alafu akasema mumwache aende. and said, let him go. Aende fanya maisha yake. Let him go and do his life. Usimfunge tena. Do not tie Huyu him. sio mfu tena. He is not a dead body Huyu sio again. mfungwa He tena. is not a clothed. Huyu sio mgonjwa He is tena. not sick again. Mumwache aende. Set him free. Hana deni ya He mtu. does not demand Hata mie hana anyone. deni He yangu. does not demand me. Aende. Let him go. Akaenda zake. And he went. Kwa nini mimi nakazia hapa? Why am I talking about this? Sababu First? siku hizi miujiza Because nowadays imeshakuwa miracles business. is a business. Imeshakuwa ya kulipia. Is to pay for. Yesu hakulipisha muujiza. Jesus never asked them to pay. Yesu alimaliza kufanya kazi yenye Mungu alimwagiza. Jesus, after doing the work that the Lord told him to do, Ya kuleta uzima. to bring life, Na baada ya wewe kupokea uzima, after you receiving life, Yesu anakuambia endelea na maisha yako. Jesus is telling you to go. Enda zako. Go. Haudaiwi kitu. You do not demand anybody. Lakini leo hii But today, imekuwa business. it's a business. Mtumishi akikuombea, If a man of God pray for you umepata muujiza, and you get a miracle, yani atakudai. he's going to ask you for money. Atakudai. He's going to ask you for money. Lazima ufanye kitu fulani kwa ajili That yake. you should do something for him. Sikia, tulipewa bure Let me tell you, we received it for na free. lazima tutoe We bure. should give for free. Hallelujah. Amen. Manabii siku hizi Today, prophets, akikutabiria if he prophesy for you, na kenye alisema Mungu anakitimiza, and what he says the Lord accomplishes, itakuwa kama vile yeye amekifanya. it's going to be as if he's the one who did Nataka it. kuambia mimi ndio nikutabiriaka. That I'm the one who prophesies Sasa for wewe you. umefanikiwa, haufanyi kitu, haunikumbuke. Now you are prospered, you do not remember me. Sikia, kila kitu yenye mtumishi wa Mungu anafanya, Whatsoever a man of God does, sio kwamba yeye ndo amejipatia ile nguvu ya kukifanya. it does not mean that he got the power Ni to give Mungu it. aliyekuita ndo amekuwezesha kufanya kile The kitu. Lord is the one who made him able to do it. Mungu anatutumia tu sisi watumishi. The Lord only sent men of God. Mimi sina muujiza ya kukupa. I do not have a miracle to give Lakini unto you. kupitia mimi Mungu anakupa muujiza. But through me the Lord can operate a miracle. Kupitia pastor Mungu anakuponya. Through our pastor the Lord can heal you. Kupitia nabii Mungu Through the anakuponya. prophet the Lord can heal Sio you. nabii It's anayeponya. not the prophet who heals. Sio pastor It's not anayeponya. the pastor who heals. Kwa hiyo na wewe pastor, wewe nabii, Mungu akitenda Prophet, muujiza pastor, kwa njia when yako, the Lord does a miracle through you, usijivune. do not see yourself. Acha aende zake. Let them go. Acha aende Let zake. them go. Mungu aliyekuita, The Lord who called you, yeye mwenyewe atakushughulikia, He's gonna atakulipa. take care of you and pay you. Acha kudai watu wa Mungu. Stop demanding people. Unafunga mtu, You are making someone to be unhappy. unafatana na maisha ya mtu sababu Following tu somebody. ulimwombea yani basi anakuwa mtumwa wako. Hapana, Just because you prayed for the person, neither. usikuwe mtumwa wa nabii kwa jina la Yesu Kristo. Do not be a slave of a prophet in Wewe the uko name of mtumwa wa Jesus. Yesu Kristo. You are a slave of Jesus. Yesu ndo amekuponya, enda zako kwa amani. He's the one who healed you. Go. Amen, amen. Amen. Huduma haiko business. Ministry isn't a business. Amen, amen. Amen. Ingekuwa business, mimi naweza Papa Patrick angeachaka zamani. If it was a business for the part, you could leave it long time ago. Lakini sababu ni wito, But since it's a call, ni mzigo, it is a ni language. responsibility. It's a responsibility. Mvua inyeshe, jua iwake, songa mbele. It rains or not, you keep on Upate going. ukose, songa mbele. You get or not, you prosper. Wakutukane, wakuseme They vibaya, songa insult you mbele. or not, you go Mungu forward. aliyekuita, The Lord who called yeye ndio you, mwenye malipo yako. He's the one who is going to pay you. Sema amina ya bien. Say a good amen. Hallelujah. Amen. Sasa responsibility ya kutunza muujiza wako. The responsibility to take care of your miracle. Kitu cha kwanza,
wakati Mungu amekutendea muujiza, when the Lord has done a miracle unto you, kuwa na roho ya shukrani. have a thankful heart. Amen. Usiseme sababu Yesu ametenda bure. Do not say since Jesus was done it. Yesu hakuombi kitu. He didn't ask you for anything. Yesu hakudai kitu. He didn't ask you for anything Mungu at anataka all. utembee kila siku He wants you to walk every day ukiwa na roho ya shukrani with the kwake. grateful heart, Kujua kwamba gisi uko pale knowing that the way you are, sio sababu ya pesa zako, it isn't for your money, sio kwa nguvu zako, neither for your power, sio kwa uweza wako, neither for your sio knowledge, sababu ulisoma, neither because you studied, sio sababu uko na kazi, not because you have a sio good sababu work, umeoa au kuolewa, not because you are married, sio sababu wewe ni mtoto wa fulani, not because you are a son to lakini somebody, ni neema ya Mungu but tu it is the grace of the ambayo Lord imekufanya ukue gisi that has uko. made you to be how you Tembea are. kila siku katika maisha yako Walk every day in your life ukiwa una moyo wa shukrani kwa with Mwenyezi the Mungu. grateful heart unto the Lord. Yesu hakuombi kitu, He doesn't ask for anything, sababu yote yenye uko nao ni yeye alikupatia. because everything you have is the one who gave you. Anakuomba tu moyo He's wako asking you your soul, ukuwe unatambua kwamba Mungu wewe ndio kila your kitu. heart to know that He's everything. Lazaro ilibidi aende tu, Lazarus was supposed to go. ilibidi aende tu. He was supposed to go. Na huyu hapa kwenye kitabu ya Yohana, And in John, Biblia inasema mtu mmoja mwenye Yesu aliponya, the Bible is talking about a man who Jesus healed. ule mgonjwa wa miaka 38. He healed him after 38 years. Yesu akakutana naye kanisani, Jesus met him in the synagogue. akakutana naye hekaluni. He met him in the synagogue. Mimi naamini ya kwamba ule mtu I believe that that person, alienda kanisani kushukuru Mungu sababu alimponya, he went in the church to thank the Lord because he was sababu saved. aliteseka sana na magonjwa kwa Because miaka he mingi. suffered the Lord for 38 years. Mtu mwingine yuko hapa, ukipokea muujiza, There are people here, if they receive miracles, ukifanikiwa kwa kitu fulani, if they do something to you, unaendaga ndio kukunywa pombe ile you siku. go and drink alcohol. Siku ulipata pesa nyingi, When you got money, unashindwa kuja kanisani kushukuru you Mungu. forget coming in church. Wewe unaendaga ndio club, unaenda kunywa You go in kwanza, the night club and drink. alafu unataka Mungu akutendee nini And tena? you want the Lord to do again for Moyo you. wa shukrani The thankful heart, inatuagiza it's Mungu anapofanya kitu extra katika maisha yetu, requiring when the Lord do something in our nyumbani life, mwake tuje kumshukuru. we should go in His house to thank Him. Haleluya. Amen. Mtu mwingine akiua pesa hapa, There are people, if they touch money here, yaani kabla ya yote before everything, anaenda kuanza kunywa chupa ya bia, They chupa kama first zake go 6 hivi, and drink beers. hata kabla hajapana pesa ya chakula ya nyumbani, Even before giving the money or food at home, anakunywa kwanza they pombe. first drink Acha hiyo beers. tabia kwa jina la Yesu Leave Kristo. that behavior in the name Mungu of Jesus. anapokuonekania mpendwa, When the Lord show Himself in your life, umkumbuke kwanza yule Mungu ambaye amekupigania, amekuwezesha. first remember that God who fought for you. Kabla ya kupanga pesa za chakula ya nyumbani, Before even giving the money or food at kabla ya home, kutoa pesa ya loyer, before removing the money of rent, toa hata ile 1/10 ya Mungu tu. remove the tithe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Huyu mtu akaenda kanisani kushukuru Mungu. That person went to church to thank the Lord. Nakumbuka mimi katika maisha yangu, I remember in my life, ndio mara ya kwanza na mara ya mwisho walinisimamishaga, wakanisuspend kufanya huduma. my first and last time to be suspended into doing ministry. Unajua ilikuwaga You know how it siku mimi natoka was. kufanya examen d'etat. After finishing my senior 6 exams, Resulta haiyatoka hata. before the results, Tunatoka tu mu examen hivi. after the examination, Ndio ilikuwa siku nikaenda lewa, nikaenda bar kukunywa, maki tena nikapigana mule club. that was the day I went to the night club. I drink alcohol and I fought even. Pombe ni mbaya. Alcohol is very bad. Yaani kisi niko hapa nikikunywa pombe If I drink alcohol, na kuaga na chokozi moja haina black. I can attack you for vain. Ile siku nilikunywa pombe nilichokozana. That day I drank alcohol, I was attacking people Afu for sina vain. nguvu, nilipigwa. And I'm not even strong, I was beaten. Raporo ikafika kwa pastor. The report reached to the pastor. Mimi naingia tu kwa kanisa hivi. Entering in the church, Pastor ananiambia ikala pale, usiguse kitu. the pastor said, sit there, don't touch anything. Sasa sijipate hata kama nilifanya nini. I never knew what I did. Haleluya. Badala ya kwenda shukuru Mungu sababu nimemaliza masomo, Instead of thanking the Lord because I'm done with the studies, naenda club. I went in the night club. Matokeo yake The results, suspension. suspension. Matokeo ya wewe kutokushukuru Mungu itakuwa mbaya sana.
the report of you not thanking the Lord will be very bad. Wakati Mungu amekutendea muujiza, When the Lord does a miracle unto you, tembea kila siku ukiwa na roho ya kumwabudu, walk every day with the ukiwa heart na to roho ya worship, kumtukuza, the heart to ya worship, kumwonyesha kwamba kenye yeye anafanya hakuna mtu anaweza the kukifanya, heart to show him that what he's doing nobody ya can do kumwonyesha ya it. kwamba kenye anakupatia hakuna mwenye angekupatia, Showing him that what is giving you nobody can na give it, ubakie kuwa mwaminifu kwa and yule Mungu. remain faithful unto him. Amen, amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Jambo la pili, The second thing, namna ya baada ya kupokea muujiza, after receiving a miracle, ni kwamba weka kwenye akili yako put in your mind. vizuri sana, weka hii bien, Put it in your mind very muujiza well. inaweza kupotea. The miracle can disappear. Muujiza yako Your miracle, usipokuwa makini, if you are not, inaweza kupotea. it can disappear. Haleluya. Usipotunza kenye Mungu amekupatia, If you do not take care of what the Lord is giving you, usipokibembeleza, if you do not take care of it jealously, kinaweza kupotea au kuharibika. it can disappear or get lost. Yesu akamkuta huyu jamaa hekaluni, Jesus met this man in the synagogue, akamuita akamwambia, njoo kuja hapa, and he called him, come, kuja hapa. come. Anasema, unaona Mungu amekuponya. You know, the Lord has healed you. Anasema usitende tena dhambi. Do not sin again. Sababu ukifanya tena dhambi, Because if you sin again, kibaya zaidi kupita ile magonjwa yenye uligonjwa the worst kitakutokea. can happen. Haleluya. Amen. Wakati Mungu amekupatia kitu, When the Lord has given something unto you, wakati Mungu amekutendea jambo, when the Lord has done something unto you, yani kitunze vizuri sana, you should take care of it jealously. sababu usipokitunza, Because if you do not take care situation of mbaya it, yenye itatokea kwenye maisha the yako, worst situation utakuwa mtu wa ole can happen in sana. your life, and you'll be someone of sorrow. Haleluya. Amen. Na wakati ninatafakari Yesu kisiko nasema usitende dhambi, When I saw Jesus saying, do not sin again, ili mabaya sikutokee tena, so that the worst shouldn't happen unto you, nikaelewa kwamba mabaya ya maisha ya mwanadamu I understood the worst of a life of a human being. inatokana na dhambi. It happens because of sinning. Dhambi inaleta mauti. Sinning brings death. Ukifanya dhambi tena, When you sin again, ile dhambi itakuletea mauti. it's gonna attract death unto you. Ndio maana tembea katika utakatifu That is wakati why Mungu you amekutendea walk muujiza. into holiness when the Lord has done miracle unto you. Sema amina ya bien. Say a good amen. Wakati unakuwa makini kutunza muujiza wako, When you to take care of your miracle, lazima ukuwe mtu wa maombi, you should be someone of prayers. sababu hauwezi kwa nguvu zako, Because you can't manage by your own hauwezi power. kutunza ile muujiza kwa akili You yako, can't manage by your own knowledge. hauna strategy You yoyote. do not have a Kenye strategy. kinaweza kukuwezesha tu ni Roho Mtakatifu, The only thing that can help you is the Holy na Spirit. Roho Mtakatifu atakuwezesha wakati utakuwa karibu naye kwa njia ya And the maombi. Holy Spirit will help you when you will dwell in it into communion of prayers. Wakati utakuwa mtu wa kusikiliza neno la When you'll Mungu be listening to the word na kupratikia neno la Mungu, and practicing the word of the Lord, kila siku itakusaidia kutunza daily muujiza it's wako. going to help you to take care of your miracle. Niko nakuambia muujiza I utapata, am telling you, you will be blessed. surprise The utaipata, surprises you will lakini get. kenye kitakusaidia kutunza ile What will muujiza, help you to take care of it, itakusaidia ile muujiza ikuwe baraka na faida what kwako, will help it to be a blessing unto you, ni wewe kuwa mtu wa maombi na is you kusikia being neno la a Mungu person of prayers and listening to the word of the Lord, na kutunza ushirika wako na Roho and Mtakatifu. taking care of your communion with the Holy Spirit. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kuna mtu anaweza pona leo, There are people that can get hell today. kuna mtu anaweza pata pesa leo They can get money today, na anakufa leo sababu ya kutojua kutunza ile pesa. and they die the same day because of not knowing how to take care of the money. Auyonaga mtu mwenye unasema afadhali hata gisi alikuwa maskini kuliko gisi amebarikiwa, amefanikiwa. Have you never seen a person whom they say better the way he was Sababu poor? anakuwa mbaya zaidi. Because when he gets money, become worse, very bad. Haleluya. Amen. Kila kitu yenye Mungu anakupatia kwa njia ya maombi,
Whatsoever the Lord gives you in the life of prayers, utaitunza pia kwa njia ya maombi. you will take care of it into prayers. Muujiza ya Mungu inatunzwaga na Mungu yeye The mwenyewe. blessing of the Lord takes care by the God himself. Sema amina ya bien. Give a good amen. Mungu mwenye amekupatia mwanaume, When the Lord gives you a husband, mwanaume haeleweki. the husband you can't understand Acha him. kuendea wanaume kumadawa. Stop going to witch doctors. Acha kukulisha wanaume, mwanaume wa watu, mtoto wa watu, unamkulisha vitu vya ovyo ovyo, unamkulisha madawa ya wachawi. Stop giving him medicine from witch Uko doctors. unamkulisha uchafu You bure. are giving him dirtiness. Wewe patana na Mungu, atakusaidia kumrudisha yule Just mwanaume kwenye follow njia. God, he will help you to put him in a way. Hakuna dawa inaweza kubadilisha akili ya mtu. There is no a witchcraft that can make someone to go back in a Hakuna dawa perfect inaweza way. fanya mwanaume akupende. No a witchcraft that can make a man to Lakini love you. Mungu atamshawishi akupende kuliko But kisa God alikupenda will jana. make him to love you more than yesterday. Naongea na mwanamke mmoja huko kwenye mitandao. I am talking to some woman Niye on social mnazoea media. madawa. You the one who wants to God Hakuna witchcraft. dawa inaweza kuingia kwenye The akili ya reason that mwanaume. witchcraft you can go in the Ile head of dawa a man, itakuletea matatizo, atakuchukia sana. it will make him to hate you more. Lakini ukipiga magoti, But when you kneel, Mungu atamleta ule mwanaume the Lord karibu is going to yako. attract him near Pesa you. zote atakuletea hivi. The money will bring unto Sababu you. roho yake umeiweka kwa Mungu, Because his haukuiweka kwa heart is in mchawi. God and not to witch Sema amen ya doctors. bien. Give me a good amen. Acha au epukana na tabia za zamani. Stop the behaviors of before. Wakati Mungu amekutendea muujiza, When the Lord has done miracles unto you, usitembee tena kisi ulikuwa unatembea do jana. not walk the way you were walking yesterday. Wakati umeingia kwenye mwaka wa kuronema, When you are entering the year of crowning, usitembee kama mnyonge do mnyonge. not walk like a person who is Tembea not kama mtu mwenye stable. iko na kurona, iko na Walk taji like kwenye kichwa. somebody with a crown on the head. Usitembee sawa mtu wa dhambi tena. Don't walk like somebody of sin. Usiishi tena kama jana. Do not live like yesterday. Acha ya zamani. Live the one of yesterday. Ndio Biblia iko nasema ya kale yamepita, The one of yesterday has passed. yote yamekuwa mapya. Everything is new. Sikia nikwambie, Let me tell you, inawezekana ile muujiza yako ushaipokea zamani, it might be your miracle you have received, lakini hauishi sawasawa na ile miujiza. but you are not living according to your miracle. Pesa ushakazipata zamani, Money you have touched, sababu tu kwenye akili yako ngani najua ningali maskini. but since in your mind you are saying that you are still Tosha poor, umasikini kwenye akili yako. remove poverty in your head. Ishi kama tajiri, Live like a, tembea kama tajiri, walk like a rich, fikiria kama tajiri. think like a rich. Tosha ile umaskini, achana nayo Remove zamani. poverty into your head. Unajua akili za watu ndio umaskini yao. You know the mindset of people, that's their poverty. Mwingine asema oh, kuku inakula kadiri ya mdomo yake. That the cock eats according to its Kwa hiyo back. mimi acha tu ni hii meal challenge yangu tuje nitatoa. I'm not only gonna offer Wewe ni kuku wa 1,000. kula, wewe ni kuku kweli kabisa, utajilinganisha na kuku. Are you a cock, really? Wewe ni mwana wa Mungu. You are a child of God. Wewe ni mbarikiwa. You are a blessed Wewe one. uko na taji kwenye kichwa You have a yako. crown on your Wewe head. unaogopesha watu You huku. are making people to Wewe fear. unatana. You are making them to Wewe ni fear. mpakaliwa. You are anointed. Wewe umependwa. You are loved. Acha kutembea kama mtu Stop walking like an hapana, wewe unstable umependwa. person. You are Mungu loved. akikupenda, When the Lord loves you, hata kama ule jirani yako anakuchukia, though your friend hates you, tembea tu kisi unajua Mungu ananipenda. walk according Wewe knowing that the ukinichukia Lord huyu loves you. atanipenda huku. If you hate me, Mungu him he atalazimisha loves wengine me. wanipende. The Lord is not make others to Unatembea love huko me. unafikiria tu chuki ya wanaokuchukia. You are walking thinking about those that hate you. Ya nini sasa? Why? Haleluya. Amen. Acha vya zamani. Leave the old behaviors. Achana na marafiki wa zamani wa ovyo. Leave the old friends. Wale marafiki mlikuwa mnalewa nao, Those friends that you were drinking alcohol waambie with. bye bye, mimi siko tena wa klasi yenu. Tell them bye Mimi bye. naingia kwenye list ya watakatifu. I am in a list of the holy Mimi ones. sasa hivi nashinda na pasta. I am a pastor. Mimi sasa hivi marafiki yangu ni waimbaji ya Now kwaya. I reach with Mimi friends. rafiki yangu sasa hivi ni Pastor Bienve. My friend is Pastor Ule master Bienvenu. ule tulikuwa nafuta naye bangi kwisha. The one we are smoking with. Achana na watu wa ovyo Leave walikuwa them. nakupeleka kwa wachawi. That we are taking you to witch Achana na mwenye doctors. nakupeleka kanisani. Follow the ones heading you to church. Haleluya. Amen. Acha vya zamani. Leave the old behaviors. Madhaifu. Weakness. Usibaki tena kwenye ile madhaifu. Do not remain into the weakness. Madhaifu ya uchoyo, toka kwayo. The weakness. Funguka hivi, mikono yako usikuwe boxer, mikono ikuwe wazi Let hivi. your hands to be open.
Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Acha vya zamani. Leave the old behaviors. Lazarus, Yesu alimwambia enda. Jesus told him go. Wakati wote Yesu alikuwa anafanya muujiza kwa mtu. Whenever Jesus was doing a miracle to somebody, Yesu alikuwa anamwambia aende. Jesus was saying go. Atoke pale. Leave that place. Haleluya. Amen. Kuna kipofu ili Yesu amponye, for him to be saved, alitoka kwanza naye ndani ya nje ya mji. He first went with him out of the country. Twende. Let us go. Enda. Go. Na kule kwenye unaenda, yani potelea kule, usirudie huku. Where you go, disappear. Yesu kwa namna nyingine alikuwa anatufundisha Jesus was teaching ya kwamba wakati umekutana na muujiza wake, when you have met the miracle, ishi maisha kulingana na ile muujiza. Live the life according to the miracle. Patana na watu wenye wamepata muujiza sawa wewe. Follow people that got the miracle. Patana na watu wenye wameokoka sawa sawa na wewe. Follow people that are saved like you. Hivi unafanyaga na wale walevi nini? What do you do with wale wa mama wa kusemana unafanyaga nao nini? That matters the backbite. Mnaongea nao nini? What do you talk? Kuja kumaombi, achana na ile kusemana kumwakartie. Backbiting. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Biblia inasema hivi kwenye kitabu ya Mithali sura ya 26. The Bible says in the book of Proverbs 26. Proverbs verse 26. Mstari wa 11. Verse 11. Biblia inasema mpumbavu anayerudia upumbavu wake ni kama mbwa anayekula matapiko yake. Mpumbavu mwenye anarudilia mabetize. A stupid person who does the same stupidity again. Mtu mwenye kuna akili. Someone who's mind. Unarudilia pale kwenye ulikuwa unapatia shida. Who go back to the same place where he was getting a problem. Tamani. You go back to the same behaviors. Biblia iko na kulinganisha na mbwa. The Bible is comparing you to a dog. Mbwa mwenye anatapika vitu, anatapika chakula. A dog that can vomit. Alafu anarudia tena kukula ile chakula and have to take it back. Wewe sio mbwa. You are not a dog. Wewe ni mbarikiwa. You are blessed one. Wewe sio mbwa. You are not a dog. Wewe ni mwana wa Mungu. You are a child of God. Wewe sio mbwa. You are not a dog. Wewe una akili zako. You have mind. Wewe sio mbwa. You are not a dog. Wewe ni tajiri. You are wewe sio mbwa. You are not a dog. Achana na mabaya ya zamani. Live that life of before. Prosper together with Jesus. Sema amina ya bien. Give a good amen. Hallelujah. Amen. Tunza mazingira yako. Take care of your environment. Hallelujah. Mazingira. The environment. Jiwekee protection. Put protection for yourself. Jiwekee mipaka. Put the protections for yourself. Weka discipline kwenye maisha yako. Put a discipline into your life. Jua hapa siwezi kuenda. Not that here I can't go. Mimi mtoto wa Mungu. Me a child of God. Club. In the night club. Siwezi kuenda. I can go. Mimi mtoto wa Mungu. Me a child of God. Kinywa yangu. My mouth. Kuna maneno hayezi ongea. There are words that I can't speak. Kuna vitu siwezi kutamka. There are things that I can't speak. Mimi mtoto wa Mungu. A child of God. Kuna nguo. There are clothes. Siwezi kuvaa. That I can put on. Mimi mtoto wa Mungu. Me a child of God. Kuna mtu akiniona naye. There are people. Inaharibu CV yangu. That I can walk with. Mimi mtoto wa Mungu. Me a child of God. Kuna namna natembea. There are way of walking. Mimi mtoto wa Mungu. Me a child of God. Nina sehemu zangu kwenye mimi nakuaga. I have my places where I be. Hallelujah. Amen. Jiwekee mipaka. Put the limits. Tunza mazingira yako. Take care of your environment. Unajua nimekwambia, I am telling you, madhaifu yenye ulikuwa nayo wakati ulikuwa kwenye dhambi, the weakness you had when you were ni sinning, pale pale ndio kwenye shetani atakutafutia. that's where the devil is going to look for Kama you. ulikuwa unakunywa pombe, If you are drinking alcohol, epukana na mazingira yenye iko na pombe. stop the environment of alcohol. Usipange hata nyumba karibu na bar. Do not rent near a bar. Sehemu ambayo unajua hapa sitaona pombe. Sit where you know you will live free. Sitakutana na walevi wale wa You zamani. won't meet people that drink Kama itabidi alcohol. hama You quartier. are supposed to travel. Kaa kwenye mazingira ambayo inakuweka ukwe karibu na Mungu. Sit in the environment that makes you to be near God. Hallelujah. Amen. Unajua kuna mazingira ingine, There are other environments yenye itakufanyisha dhambi tu. that is going to make you to sin. Unajua hili? Do you know that? Kuna mtu mwingine usimkondane kwanza. There are other people you shouldn't condemn them first. Ujiulize huyu alikuwa kwenye mazingira gani? First ask them which environment did you grow up in. Hallelujah. Amen. Usikondane. Do not condemn. Kuna mtu, there are people, yani we wavuta bangi wamekuzunguka. For you people that drinks alcohol, they surround you. Mimi nakumbuka tena tulikuwa nasoma na
wakati niko 6e des humanités. I remember when I was in senior 6, Kulikuwa na wajamaa mwa wanavuta bangi. there were some people that were smoking weed. Mmoja hivi alikuwa anaitwa Stroel. One was calling Stray. Yaani yeye kama hayavuta, If he has not yet smoked, akili haifunctionake sawa. the mind can't work Na yeye ndio well. anakuwa wa kwanza kuekole mzima. And he's always the first in Baba the... yake mzazi mwenyewe anamnunuliaka bangi. The father can buy weed for Sasa si him. unajua yeye ndio kuna akili, inatakiwa na mimi nijipatanishe naye. Juu iko na akili. And for me, I was supposed to be near him because he has Mimi niko nafuata ile akili his yake. intelligence. Na anaanza kuniambia sema, wewe siko pale unatakiwa uvute bangi. I was following his intelligence and he was telling me, the way you are, you should Si smoke. avutaka tangu utoto wangu kisi niko hapa sijue hii moshi kukini. I've never smoked since when I was a child. Akanishawishi yule jamaa. He told me, Sababu mimi nilikuwa naona na anatokaga tu hivi mklasi anaenda anavuta anarudi akirudia he was leaving the class, he goes and weka smokes. pale exercise ya mathematics. When he comes back, put Anaipiga mathematics. He's gonna do it very well. Nikasema hii inaweza fungua akili. I said, this can open my mind. Tukapanga weekend mwa hivi. One weekend we went together. Mimi niende kwabo, I was supposed to go at his niende place vuta. to smoke Alafu wani observe so that he may see me kama nitajikomporte namna gani. the way I'm gonna behave. Sasa ile siku That day, nikajitayarisha asubuhi. I prepared myself. Bana nipigia telefoni, mbona unachelewa? They called me, you are late. Tushapiga wali ya kueleweka huku. We have cooked. Sasa mimi nikaamka tu nikasema, maki hapa mimi natoka hapa. I woke up and I was like, I'm leaving. Mimi naenda. I'm going. Kazi moja tu ya kuvuta bangi. One work to smoke. Nikasema niko sawa tena, mimi Mkristo mtoto wa Mungu. Me, a child of God. Bangi inanitosha hapa kwetu. Weed has taken me from my place. Naenda huko. And I go there. Nikamwambia bwana, bye bye. I said, bye bye. Amen, amen. Hallelujah. Mazingira. The environment. Ndio maana mtoto wa Mungu lazima ukuwe na discipline. That is why a child of God, you should have discipline. Amen, amen. Amen. Hallelujah. Amen. Discipline. Discipline. Acha kula sana. Stop eating too much. Jipangie hata mazingira kila vendredi ni siku yako ya kufunga. Plan your environment every Ni Friday. mazingira yenye Is your day of kunakusogeza fasting. wakati inakusogeza karibu na Mungu. It attracts you near God. Unajua wakati uko nafunga When you are fasting, ni kwamba uko na dominate juu ya mwili wako. you are dominating your body. Uko na dominate juu ya tamaa. You are dominating your will. Wewe uko napotea, utu wako uko You napotea. are disappearing. Uko najitengenezea mazingira ya kuishi You kama are Mungu. preparing an environment as living like a God. Kwa hiyo jitengenezee mazingira mazuri ya kutunza muujiza wako. Prepare a good environment to take care of your blessing. Amen, amen. Amen. Biblia kunasema kwenye kitabu ya Wakorinto sura ya 15 The Bible says in Corinthians, mstari wa 33 verse 15, Biblia inasema warafiki wabaya. the Bible says evil friends. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Evil friends, they take away the good Ile behavior. mazingira ya watu wa ovyo tu The bad environments itakuharibu wewe mtoto is mzuri. gonna destroy you. Haleluya. Amen. Watu wenye unatembea nao wanaonyesha wewe ni nani. People that you walk with show who you are. Marafiki zako wavuta bangi, wewe ni mvuta bangi wa kwenye ile list. If your friends smoke, you are a smoker too. Unatembea na malaya na wewe utaingia kwenye list ya wa malaya. You walk with prostitutes, you will be in the list of Ukitembea kwenye prostitutes. mazingira ya watoto wa Mungu, If you walk with the environment of children wokovu of God, itaingia kwako. the salvation will enter unto you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kuwa mwangalifu. Be careful. Kuwa vigilant. Be careful. Hallelujah. Amen. Wanasemaga kwenye kuko hazina yako, They say kwenye kuko tresor yako, kwenye kuko where your treasure is, na pale ndio kwenye kuko roho yako. that's where your heart is. Jua kwamba kwenye kuko muujiza wako Where your blessing is, ndio kwenye kunatakiwa kuwe roho yako. that's where your heart should Uko belong. naichungulia saa zote. You should be taking care of it every day. Amen, amen. Amen. Unajua kila mtu hapa ashapokea muujiza. Every one of us here have ever Sema tu received a miracle. ushajisahabu. You have just forgotten Lakini yourself. kuna muujiza ushakapokea. But there is a blessing you have ever received. Kumbuka tu siku uliumwa. Remember the day you were sick. Watu wakakukatia tamaa. People lost hope. Muujiza ni kwamba Mungu alikuponya. The Lord saved you. Sasa ile sante yako Your body, yenye Mungu alikupatia, your health that the Lord gave alikutoa you, kwenye kitanda ya magonjwa, taking you away from the sick bed. lazima uisimamie You vizuri. should stand on it very well. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Niko nataka sema hivi. I am trying to say,
Yaani wakati Mungu amekupatia muujiza ya uponyaji, When the Lord heals you, sikia kenye dokta alikuambia. listen what the doctor said. Anakuambia acha kula nyama sana, He said, itakuletea leave mishipa. eating meat too much. Punguza kula sukari. Reducing on Wewe sugar. ukikunywa chai hapa, For you if you drink soda alcohol. unazikunywaga kama vile yani huko robine yenye iko natokea, yani kinywa yako ishakwanja robine ya soda. Unameza. You drink soda like a pump. Alafu utaletea pasta kazi ya kukuombea sana baba kwa. No, usitupatie kazi. Wewe jitunze kwanza pia. Take care of yourself. Usikuwe mpumbavu. Do not be stupid. Ukiamka asubuhi, When you wake up in the morning, yani ile bugali yenye uliacha jana ndio unaamkia asubuhi. the portion you left yesterday, you wake up Alafu very sasa early in the morning. utapata madiabete na makanser. Vitakuwa Now, when you will be sick, how Unajua will it be? kuna maombi ingine Mungu ajibu yake sababu anaona kama wewe ndio ulijiletea matatizo. There are other things the Lord can't answer because you are the one who attracted. Kuwa jitunze my friend, my mama, my papa, jitunze. Take care of yourself, my mother, my father. Hallelujah. Amen. Watu wengine wanazaka siku nenepa njoo kukua bon sante. The other people think that being fat, that's being in a Njoo good uko na health. kula, uko na nenepa, tumbo iko na vimba. Your Fanya stomach mazoezi ya is going. mwili. Do physics of the body. Amen. 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 Muujiza inatunzwa. The miracle is being taken care of. Umeomba sana hapa, Mungu nipe kazi. You have prayed, Lord, Mungu give me nipe a work. kazi, Baba nipe kazi. Give me a job. Mungu anasema mimi nakukumbuka. The Lord has said, I've remembered you. Anakuingiza kubiro ya mtu. He has given you, Anakufanya sekretari hapo. He has made you a secretary. Kuwa mkarimu. Be Kuwa mkarimu, kuwa na smile, kuwa gentil. Be smiling. Usijifanye kama wengi, sababu wengi uko pale kubanke. Since you are at the Uko bank, pale comptable wa banki, sasa unaanza onea wale wengine wenye biko you nakuja pale start wakasoma. neglecting others. Unawajibia ovyo ovyo. You answer them very Siku bad. raporo itafika kwa chef wa ile When kazi. the report will reach the Kisi uko na master, kiburi unajibiaga watu vibaya. with that pride of yours, Wakikufukuza pale, if they chase you, usituletee kazi ya kukuombea do tena. not bring a worker to Mungu us to pray ameshakupa, for you. yenye nabakia ni ya The kwako. Lord has given you, the one remaining is on your side. Ile biashara itunze. Take care of your commerce. Kuwa mwaminifu. Be faithful. Kuwa mwaminifu kwa kile kidogo. Be faithful to the small. Faida yenye unapata The small you get, utaitunza wakati unakuwa mwaminifu kutolea Mungu 1/10. give a tithe. Uko naomba utajiri na ujue na ile kidogo yenye uko nayo tu uko naibia Mungu. You want to be rich when with a small you Alafu have, Mungu you are akupeleke stealing ya from the wapi? Lord. Ya wapi? Unataka milioni ya nani yako? And you want a million. Mungu ni mwaminifu. Whose? Tunza kenye uko nacho. The Lord is Kuwa faithful. mwaminifu, mpatie pare yake. Take care of what you Alafu have. uone kisi madirisha ya mbingu Be itafunguka kwa faithful ajili by yako. giving him his purse, and the flood of your heaven will be open unto your life. Hii leo inakuwa ya makali kidogo, lakini itakuponya kwa jina la Yesu He's Kristo. gonna heal you in the name of Jesus. Unajua saa yote tunakuwa tunaomba. Every day we pray, we pray, we pray. Lakini We kumbe vile pray. tuko naomba Mungu ashatupatia. And when we are praying, the Lord has given what Na to Mungu what you iko are asking. natuacha pale anasema huyu abaki kwanza pale. And the Lord is letting you to be there. Sababu anaona akikuongezea Because he knows if bado he adds, haujajua kutunza kile. you are not yet Tunza able to muujiza take care wakati of that. utashughulikia, Take care of the blessing. utaheshimia pia pare ya Mungu katika muujiza wako. Respect the part of the Lord by your blessing. Sema amina. Say amen. Sema amina. Say amen. Sema amina. Say amen. Nikwambie, Let me tell you, mwisho ya shida inaweza kuwa shida ingine kama haukujua kushughulikia ile solution yenye Mungu alikupatia. the end of a problem can be the beginning of another problem if you did know how to take care of the solution that the Lord gave you. Amen. Amen. Kwa hiyo usifanye kwamba jibu ya Mungu tena inakuwa kikwazo kwako. Do not make the answer of the Lord to boost your hunger again. Kwa hiyo ni lazima ujue kutunza kenye Mungu amekutendea. You should know how to take care of what the Lord has given you. Lisha, yani kulisha muujiza wako. Feeds your miracle. Haleluya. Amen. Andika kitabu ya Wakolosai sura 2. Write Colossians Chapter 2. chapter 2, Mstari ya 6 na ya 7. verse 6 and 7. Hakikisha kwamba kenye Mungu alianza ndani ya maisha yako Make sure what the Lord started in your life, unakikabidhi Mungu ili yeye mwenyewe akifikishe mwisho. you give it to him so that he may make it reach the end. Haleluya. Amen. Muujiza ya kwanza kubwa sana yenye mimi na wewe tumepata The biggest miracle we have got ni kwamba tumemjua
is that we tumempokea know him, we received him kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. as the personal Savior. Na kuna kitu Mungu ameanzisha ndani ya maisha And there is yako, something the Lord has started in your na life. yeye mwenye alikianzisha And the one who started it, mwachie akifikishe mpaka mwisho. let him end it. Usiishie njiani, Do not just remain in the way. usiishie njiani. Do not remain into the way. Nasema usiishie I said, njiani. do not remain into the Mungu way. mwenye alikuanzisha ile kitu The Lord who started that iko naipeleka mpaka mwisho. gonna make it reach the end. Shangilia Yesu, Clap for the Lord. shangilia Yesu. Clap for the Lord. Nakaribisha baba yetu atuongoze kwenye maombi, I am welcoming our Father. na wewe ambia tu Mungu neno moja. Tell the Lord one thing. Kumbuka tu kenye Mungu ashakutendea. Just remember what the Lord has done. Kumbuka wakati uligonjwa Mungu akakuponya. When you are sick, the Lord healed you. Kumbuka uliomba Mungu nipatie tu safra, Mungu ashakupatia. You asked the Lord money, he gave you. Mshukuru kwa ajili ya ile kwanza, Thank him for that. alafu mwachie tena nafasi ya kufanya kingine. And leave him the way to do other things. Omba kwa jina la Yesu. Pray in the name of Jesus.